Karibu katika Hali Halisi, ukweli haubadiliki. Leo Januari 21, 2026. Nimekukaribisha ndimi Johnson Jabir. Jaji wa Mahakama ya Katiba wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ametangaza rasmi ushindi wa Rais Faustin Archange Touadera kwa muhula wa tatu kwa ushindi wa asilimia 76.15 ya kura. Licha ya malalamiko yaliyotolewa na upinzani, Touadera alimpita mpinzani wake mkuu Ansiti Gorges Dologuel aliyepata asilimia 14.6 baada ya uchaguzi wa Desemba 28 mwaka 2025. Dologuel alijaribu bila mafanikio kupinga ushindi wa Touadera mahakamani. Kwa mara ya kwanza, raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipiga kura kwa nyakati moja kumchagua rais, wa bunge, wakuu wa mikoa na wilaya. Upinzani nchini humo umeendelea kudai kuwa hali ya kisiasa nchini humo haikuwa sawa, huku uratibu wa uchaguzi huo ukionyesha kukipendelea chama cha Rais Touadera. Serikali ya Uganda imewakamata zaidi ya waandamanaji 100 kutokana na kuandamana pasipokuwa na kibali, kufanya vurugu na uharibifu wa mali. Hatua hiyo inajiri baada ya uchaguzi wa Januari 15 mwaka 2026 nchini Uganda, ambapo rais wa muda mrefu wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni alishinda kwa kishindo uchaguzi huo na kumpita mbali mpinzani wake mkuu Bobi Wine wa chama cha National Unity Platform. Ripoti mbalimbali za wachambuzi zinasisitiza kwamba ushindi wa Museveni nchini humo ulitarajiwa hivyo kuibua mjadala mpana kuhusu demokrasia na uongozi wake wa muda mrefu barani Afrika, ambapo viongozi barani humo waliokalia viti hivyo kwa zaidi ya muongo mmoja huweka vikwazo katika uhuru wa kutoa maoni kwa wananchi wao. My wife and I have been under house arrest since the 15th of January when we had elections, and yesterday our house was raided by some police officers together with a number of other unknown individuals in plain clothes. First and foremost, we reject whatever is being declared by Mr. Byabakama, because those so-called results that they're declaring are fake and they don't in any way reflect what happened at the polling stations or what is at the declaration forms. Na zaidi ya viongozi 400 kutoka mataifa mbalimbali wapo mjini Davos nchini Uswizi kuhudhuria mkutano wa 56 wa kiuchumi. Malengo makubwa wanasiasa hao, watendaji wa ngazi za serikali na wakuu wa makampuni ni kujadili changamoto kubwa ya ulimwengu katika nyanja ya kiuchumi, teknolojia, ushirikiano wa kimataifa na mabadiliko tabia nchi. Aidha, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametumia jukwaa hilo kuzungumzia juu ya mwelekeo wa ulimwengu, huku akikosoa mikakati ya kiuchumi inaonekana kukinzana na kanuni za pamoja. Katika mkutano huo wa 56 umekuwa ukionekana kutokana na siasa za Marekani chini ya Rais Donald Trump, huku suala la ardhi ya Greenland na mikakati ya biashara ikiibua sintofahamu miongoni mwa washiriki. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir. Endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli haubadiliki.